Hivi mnasemaje kwamba mimi ni muabudu Mungu? Wachokonozi na ukweli ulio mchungu. Kwanza watu waelewe, ulimwengu unapewa 21 za uelewa. Bwana ni mtu yoyote aliyefika level ya 19, master. Kama umejifunza mashwati unaelewa. Master ndio unasema Bwana. Kwa hiyo kama kuna kitu umemaster kwenye hii dunia, we tayari ni Bwana. Si unaelewa? Sasa ukisema Bwana wako Yesu Kristo alikufundisha nini? Sema kuja kufundisha Injili. Wewe amekufundisha? Yes. Leo nataka kuwaelezea hawa jamaa wanaojiita wachokonozi. Wachokonozi. Kwa nini nimeamua kuwaelezea watu hawa? Bana, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Hawa jamaa wana madini yasiyoonekana kwa sababu wamejikita katika kuelezea asili ya ulimwengu na Afrika, huku akiwa negative kwa upande wa dini. Hivyo basi, tunaowasema vibaya ni wale tunaoamini katika dini. Na hiyo ni kwa sababu kabla ya kuwasikiliza akilini tunawapa fikra negative. Watumwa ni watu ambao hawana historia. Mkishaona hamna historia mnayoiishi, nyinyi ni watumwa wa kudumu. Na ukitaka kumtawala mtu yeyote, mnyang'anye utamaduni. Ndio maana unaona Black Americans naweza nikasema ni miongoni mwa wajinga wakubwa duniani kwa sababu hawana utamaduni. Black Americans, hata ukienda Marekani, hawasomi, hawako nafasi kubwa, yani ni wachache, wanajipenyeza wachache kwa sababu hawana utamaduni. Mtu yote asiye na utamaduni atatawalika vizazi na vizazi na vizazi. Kwa nilichosema kumwenzi mtu kama Bibiliti, maana yake ni kwamba kuenzi utamaduni, kwa sababu ile ndiyo hazina, ule ndiyo mtaji wetu. Kwa sababu sasa hivi ni watu wangapi wanajua kwamba tunaweza kutumia nyuki kama silaha za kijeshi? Unaweza kukuta hata jeshi letu halijui. Hawana mtu special anaweza, lakini tuna invest pesa nyingi kununua mavifaa ambao tuzalishi sisi. Lakini kumbe tungekuwa na wataalamu wameenda hapa Gambus, tumewafundisha jinsi ya kutumia nyuki kuwataki watu. Maana niambie bomu gani litaua nyuki tukiamua kuwafungulia? Yanadi uone kwamba Mjerumani alishindwa kuingia Singida kwa sababu ya Bibiliti, ujue ni issue potential tunatakiwa kuifanyia kazi. Ni kama watu wanavyodharau habari za kina Kinjekitile Ngwale na majimaji huo. Watu wanadhani ile ni story. Ni reality. Ni reality. Maji. Ndio maana unaona wenzetu wanatengeneza filamu kama Harry Potter. Sisi nionyeshe filamu inayoonyesha vita ya majimaji. Hakuna. Sisi filamu zetu kila siku ni kushikana, uko wapi? Uko na nani? Bora nakuona uko na mtu. Baby, tuachane. Inatusaidia nini sisi? Kama hauna utamaduni wewe ni mtumwa. Angalia sasa hivi nchi kama Japani. Japani sasa hivi filamu zao nyingi wanaenzi utamaduni wao, wanaonesha utamaduni wao. Ukiangalia filamu za Uingereza, watu wengi wanaangalia American films. Angalia filamu za Uingereza, wanaportray utamaduni wao kwa vizazi na vizazi. Lakini sisi, uko wapi baby? Naangalia sijui nini. Hii message ya nani? What for? Kwa hiyo kwa mfano kama filamu ya Harry Potter, mimi nimeangalia series nzima ya Harry Potter. Yale ni maisha ambayo watu wanaishi. Ule ni utamaduni wa Uingereza. Ndio maana juzi kulikuwa na sherehe ya wachawi Ulaya. Unajua kuondoa uchawi ni Vatican ndio waliondoa hao watu. Sisi tuliosoma historia tunajua kuna kitu kinaitwa witchcraft revolution in Europe. Vatican ndio waliondoa kwa sababu walikuwa wanashindwa kuwaingia watu. Ikabidi wauliwe. Shanipata? Sasa unapoondoa utamaduni watu wanatawalika. Afrika tungekuwa na tamaduni zetu, haya mambo yote mnayosikia yanaendelea singekuwepo. Sasa usipokuwa na utamaduni, hauna misingi na miiko, ndio mambo unayoona. Tungekuwa na utamaduni, mimi nakuhakikishia tusingekuwa hata na TAKUKURU nchi hii. Kwa sababu watu wangekuwa wanalishwa viapo vya kilimwengu. Kinani tu umeenda mwenyewe. Sasa haya mambo ya kuwapa sijui na kitabu kimeprintiwa Japani. Sijui kimeprintiwa Dubai. Eti sijui nani nisaidie. Haisaidii kitu. Tutazidi kutengeneza mashirika ya kumonitor behavior za watu. Lakini kama tungekuwa na tamaduni na tukazifuata, na kuambia hivi, hatuna haja ya TAKUKURU nchi hii. Umezungumza kuhusiana na vitabu hivyo, Mungu nisaidie. Tumeona viongozi wengi wanakula viapo lakini baada anafanya mambo mabaya lakini hamna madhara yote. Si vimeprintiwa Japani na Dubai. Kwamba hakuna uungu wote pale ambao hakuna kitu brother. Zile ni karatasi kama hizi. Ni kama mimi nikupe vitabu vyangu uwape. Sasa anakuapisha kwa jina la Mrindoko, nenda usome. Kiapo hakiko hivyo mzee. Kiapo kinataka damu ya kondoo. Vipi baba? Swali la kujiuliza ni kwamba iwapo Mungu ni mmoja, ni kwa nini pawe na dini tofauti? Ni kwa nini watu wa dini wenyewe kwa wenyewe hatupendani? Zaidi ya hapo,
Nyi wenyewe mnaomwabudu hamuelewani, wala hamna lugha moja, wala hampatani. Kama dini ya ukweli itakuwa ni moja, je, ni ipi kati ya Uislamu na Ukristo? Na ikumbuke kwamba Ukristo umeanza miaka 2000 iliyopita, huku Uislamu wa sasa ni miaka 1400 iliyopita. Ingawaje watu wa dini ya Kiislamu watu nadai kwamba Uislamu ulikuwepo tangu zama za Nabii Adam, lakini sio Uislamu wa kuswali kama tunavyoswali hivi sasa. Huyo Mungu ametutengenezea unyonge, ametuletea shetani ili sisi tushawishiwe tuende motoni. Yaani tushawishiwe na shetani tuende motoni. Kwa hiyo kumleta shetani nako wala sio hiari yetu, na wala kuandaa kwake kwa moto sio hiari yetu. Je, watafanywa nini waliokuwepo kabla ya dini hizi kuwepo, ambao hawakulifahamu jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hawamjui Yesu Isa bin Maryam? Na kama dini ndo njia aliyoiweka, ni kwa nini haikuwekwa tangu zama za Adam mwenyewe? Wachokonozi wanadai kwamba dini ni mpango wa kuidhoofisha Afrika ili waweze kutushambulia kwa vita ya kifikra. Swali langu mimi ni dogo. Ndio. Mtazamo wako kati ya Mungu na shetani nini? Hiyo ni psychological trick ambayo watu una design. Unajua unapokuwa unafugwa lazima utawanywe kihisia. Na ndio maana kuna watu wanajiita, wanasema ni wasabato, wanaabudu siku ya saba, si ndio? Siku ya saba sio siku. Siku ya saba ni your chakras. Unapolinganisha chakra zako 3 za chini na 3 za juu, uko siku ya saba. Sio, umenipata? Kwa hiyo ili tuweze kukutawala lazima tukugawe kihisia. Ili umtawale mtu lazima mgawe kihisia. Kwa hiyo tunakutengenezea character. God ni character wa kutengeneza. Na ndio maana ukisoma Biblia wameandika this is a fiction work. Sio maneno yangu. Wameandika kwenye dibaji ya Biblia zote. This is a fiction work. Sio, umenielewa? Na mtu mwingine atasema mbona na kwenye Qur'ani imeandikwa? Qur'ani ni riwaya, ndio maana kuna vitabu vya mlango, kuna vitabu vya meza, kuna vitabu vya Maryam, zile aya. Sio, umenipata? Kwa hiyo hawa ni character wa kutengeneza. Kwamba watu wanajua deep psychology, kwamba ili waweze kumtawala mtu wa kawaida lazima tukutawanye, kuwe na nguvu mbili. Ndio maana mtu mwingine anaona kuna mchana na usiku wakati hakuna kitu kama hicho. Unasema kuna mchana na usiku, that's your perception. Kuna watu wanaogopa eti kutembea saa 8 usiku, wanasema ni usiku wa manane. Unaelewa bwana? Kumbe ni transition. Wakati wewe kwako unasema ni usiku, kule China ni mchana. Sasa usiku ni wapi? Si unaona ni your perception. Umeona? Sasa hawa character wa kutengenezwa wamekuwa designed na watu wameona kwamba kuna Mungu na kuna shetani. Anayebisha akasome dibaji za Biblia wameandika this is a fiction work. Usome to your own risk. Umeona bwana? Kwa hiyo hakuna kitu kama hicho. Ukijifunga tu kwenye mipaka ya mfugo wa makuzi ndio utasema kuna Mungu na kuna shetani. Kwa hiyo utakuwa unashindwa kufanya command zako kwenye ulimwengu ukijua kama kuna shetani anakublock. Kumbe ni wewe, kwa sababu wewe mwenyewe unatakiwa uwe grounded. Ndio maana ukienda kwa walimwengu ili wakufundishe kiapo lazima utumie ardhi, utumie jua, utumie mwezi, utumie nyota. Hakuna Mungu wala hakuna shetani. Kwa hiyo tukaombe wapi? Unaomba nini? Unaomba nini? Kuomba maana yake wewe ni mtumwa, una ability. Ndani yako kuna kila kitu. Mtu mtumwa ndiye anaomba. Mimi na miaka siombi, sisali, mbona sijawa chochote? Kuomba maana yake wewe umeamua kuwa mtumwa wa uelewa. Lakini ukiwa muelewa biashara kama hizo ufanyi, wewe ukinaona na mimi nimechanganyikiwa. Watu wanasema umechanganyikiwa. Ni wao wanasema. Lakini waje tujipime kwa upepo. Tuone nani amechanganyikiwa. Anipe hata sparring dakika 3 tu. Alafu tutaona nani amechanganyikiwa. Je, ni kweli? Hata wewe tafakari, na pia inapaswa tuweze kujiuliza swali moja wapo hapa. Swali moja kwetu ni kwamba kwani wakati wazungu, Waarabu na wengineo wanakuja kutufanya watumwa na kututesa, dini
zilikuwa bado au ni tayari kwao? Kama kwao zilikuwa ni tayari, kwa nini walikuja kutufanyia unyama hali ya kuwa Mungu alishawapa ustaarabu wa maisha? Sasa unamhitaji mtu bwana, yaani kumuita ndio maana watu nawaambia kila neno unalolitoa kwenye kinywa chako lazima ujue hesabu yake. Unanipata? Huwezi kusema huyu ni bwana wangu Yesu Kristo. Sawa, ni bwana wako, mimi sikatai. Alichokufundisha ukakimaster ni kipi? Yeye ametembea juu ya maji. Una uwezo kutembea juu ya maji? Umemaster? Amefunga siku ya 40. Unaweza kufunga siku ya 40 ili umuite bwana? Huwezi. Sasa huna mamlaka ya kumuita mtu master wakati hujamaster alichokufundisha. Kwa haya na mengine mengi ndani ya Wachokonozi na ukweli ulio mchungu, tutakuja kukuchambulia mada moja badala ya nyingine ambazo wanatufikishia hawa Wachokonozi, na sisi kazi yetu ni kuweza kuzitafakari na kuchukua hatua. Je, wapo sahihi? Christmas ni sikukuu ya mashoga. Yes. Ule wimbo unaitwaje mzee? Nikumbushe. Faralala, waende watafute wimbo unaitwa Faralala. Umeimbwa siku nyingi. Ni wa utamaduni wa Ulaya. Huo wimbo unasema, maneno yake yanasema, imefika siku yetu tuvae nguo zetu za kishoga, our gay clothes. Christmas ni sherehe ya mashoga. So sherehe sijui ya Kristo wala nani. Christmas, anyway nisiende deep sana. Lakini mtu yote anayesherehekea Christmas hana akili timamu. Ni kama na mtu aseme, yani mtu anayesherehekea Christmas na mtu anayetuambia zile nguo anavaa Wamasai ni nguo za asili, wote akili yao inafanya kazi sehemu moja. Yeah. Christmas sio sherehe ya kusherehekea. Kwa ndio maana kuna baadhi ya madhehebu hawasherekei. Weza wanasherehekea kwa sababu ya kujipambanua, wasionekane wako miongoni mwa wenzao, au wanaelewa kinachoendelea. Lakini mimi nimekwambia Christmas ni utamaduni wa Ulaya, ni sherehe ya mashoga, na mashoga habari zao hazianza leo. Hata King James alikuwa gay. Huyu aliandika Biblia, alikuwa gay na alikuwa na mtu wake. Mtu wake na alikuwa na mtu wake. Hakuna kitu kama Yesu ni nani? Ama hawapo sahihi kama baadhi ya watu ambao wanaona wapo sahihi zaidi, na wapo baadhi ya watu wanaona kwamba hawa watu wamelaaniwa. Je, mizani wapi itakuwa imelalia? Mpaka wakati mwingine katika Wachokonozi na ukweli ulio mchungu. Bye bye.